Haya, asante. Haya. 1 2. Haya. 1 2. 1 2. Haya. Kwanza kabisa nataka nianze na salamu kwa ndugu zangu katika imani na wale ambao hawajaweza kuwa na imani katika Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi kwa jina naitwa Mwalimu Francis Dasha. Mimi ni mtumishi wa Mungu na natumai ya kwamba mimi si mgeni kwa wengine. Wengi wananifahamu maana nimewahi kuhubiri hapa kwa muda mwingine. Lakini kwa sababu kazi hii ya Mungu ni kubwa na shamba la Mungu ni kubwa, basi tumekuwa na muda wa kuenda sehemu zingine, na sasa hivi tumetoka hapo Isiri. Tangu asubuhi tumekuwa tukihubiri hapo Isiri. Niangalia ile kamuti ama tumetupa. Nimekuwa nikihubiri hapo Isiri, na vile tumemaliza tukaona ni vizuri tuje hapa kwa muda ambao umebaki tuweze kuwafundisha mambo ambayo yamefichika katika ulimwengu wa kiroho. Saa hii watu wanahubiriwa korona kwa TV, lakini hakuna wachungaji ambao wanaelezea watu kuhusu korona ni nini na imekuja kufanya nini. Sasa mimi nataka niwaonyeshe kupitia kwa Biblia namna korona ilivyokuja, na wenye kutengeneza korona ni nani, na wametengeneza kwa nini, na baada ya korona ni nini ambacho kitakuja. Kwa sababu hakuna kitu ambacho kinatoka nyuma ya Mungu. Mungu anakuwaga ameona na anatuambia mbele itakuja. Kwa hivyo kitu ambacho wanadamu wamefanya, kile ambacho wahubiri wamefanya, wamekosa kuhubiria watu ile injili inahitajika wahubiriwe, wakahubiria watu injili ya namna nyingine, na watu pia wakataka hiyo injili hiyo. Kwa sababu saa hii watu wanataka wahubiriwe namna watakavyotajirika, namna utakavyofanikiwa katika mambo yako. Ndio naona leo katika nyumba za ibada kumejaa miujiza ya uongo, kwa sababu watu kila wanataka ni miujiza, si Mungu. Hebu nisaidie Mathayo 12 mstari wa 38. Kuna watu siku za Yesu walikuwa wanataka miujiza, si neno. Yesu aliwaita kizazi kibaya cha zinaa. Sasa leo nataka niwafunulie siri ambao ni siri fiche. Juzi Uhuru Kenyatta alisema hivi, president wetu huyu alisema Kenya ilikuwa ifungwe yote, lockdown, lakini akatutetea ikafungwa kaunti 5. Mlijiuliza ni nani huyu alikuwa anataka kufunga Uhuru akatutetea? Nyinyi mlifikiria ni watu wa hapa Kenya? Hapana. Huyu nitakufundisha. Huyu ndiye alikuwa anataka kufunga Kenya, Uhuru akatutetea. Kwa hivyo wakati mwingine hata watu wanachukia sana, tena wanamchukia rais kwa sababu ya sheria ambazo anaweka si zake. Wacha niwaambie, na kama anataka kukataa sheria hii, ana maneno atasema kama ya Magufuli. Magufuli alikuwa anaambia watu wa Tanzania hivi, nimejitoa muhanga kwa ajili ya Watanzania. Sijui kama mlikuwa mnasikia hivyo. Magufuli hakuwa wazimu. Magufuli alikuwa mtu ana akili na alijua. Sasa tuombe. Baba na Mungu wetu, tunasema ni asanti
kwa sababu ya uhai ambao umetukirimia. Tunapolisoma neno lako, tunaomba utuongoze na liwe la faida na lenye kutubadilisha. Kwa jina la Yesu tumeomba. Haya, soma andiko. Unasemaje? Inasema, hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakasemaje? Mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Tunataka kuona ishara kwako. Akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa nini? Ishara, ila ishara ya nani? Ya nabii Yona. Hawa walienda kwa Yesu wanataka ishara. Yesu akawaita kizazi kibaya cha zinaa. Saa hii makanisa yamejaa hicho kizazi kibaya cha zinaa. Maana leo kanisa imegeuka ikakuwa ni nyumba ya waganga. Watu ambao hawana kazi wanaenda kutafuta kazi kanisani. Wewe ukienda kanisani unaenda ndio upate kuna miujiza. Ndio unaona makanisa inaandikwa kuja ukitarajia muujiza. Kwa hivyo makanisa imekuwa ni ya miujiza. Na ukumbuke Yesu kuna siku alifanya muujiza. Akapewa mikate na samaki na akafanya iwe chakula nyingi, watu wakakula na wakabakisha. Lakini Yesu hakuwahi kufanya huo muujiza tena. Maana watu walikuja wengi tu siku ya pili. Akawaambia vile mmejaa, hamjajaa kwa ajili ya kuokoka. Mmejaa kwa sababu mlikula jana, mnafikiria hata leo mtakula. Kwa hivyo Yesu hakuwa anatengeneza chakula tena. Kama ingekuwa mkutano wa Yesu chakula, angekuwa watu wanajaa wa kukula. Hata saa hii makanisa unaona imejaa watu. Haijajaa watu wa kuokolewa, imejaa watu wanaotaka miujiza. Ndio naona sasa wahubiri sasa wanahubiri miujiza. Wahubiri wanahubiri kubarikiwa. Ndio nasikia mpaka sasa watu wanaambiwa toa ndio ubarikiwe. Sasa nataka nikufundishe ujumbe ambao utakaowaokoa. Sio ujumbe wa kupanda mbegu na sio ujumbe wa kutoa. Ni huu ujumbe huu. Ninaomba niwauliza hivi, mmewahi kuona kitu kama hii kwa Biblia? Watu wangapi wamewahi ona? Hamjawahi ona wala hamjawahi abiwa. Kama hamjawahi abiwa, nyote msiombe Yesu akuje kesho, maana mtaenda jehanamu. Hata kama mnaenda kanisa gani, jehanamu mtaenda kama hamjui hii. Na ninaomba nisome andiko niwaonyeshe kwa nini watu wataenda jehanamu wasiohubiriwa hii. Nisaidie Ufunuo wa Yohana Kariuki. Ufunuo wa Yohana 14:9. Sikiliza kwa makini. Ufunuo wa Yohana 14 mstari wa 9. Inasemaje? Inasema 14:9. Ndio. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Mwingine malaika watatu akafuata akasema. Malaika mwingine watatu akafuata akasema kwa sauti kuu, mtu awe yoyote. Sikia, mtu awae yoyote akimsujudia huyo mnyama, atakayemsujudia huyu mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake, na kupokea chapa yake kwenye kipaji cha uso wake au katika mkono wake yeye naye atakunywa katika mvinyo ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Endelea. Katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu mbele za mwana kondoo. Kwa hivyo watu wote wamemsujudia huyu mnyama na wakasujudia sanamu yake na wakapokea chapa yake, watachomwa. Kwa hivyo kile ambaye kimesababisha watu hapa Karioko, nyinyi makanika, kazi yenu ni kuja hapa kutengeneza gari kuanzia made paka made. Hata hamna hata nafasi ya kusoma Biblia. Hamna. Hata wengine wako hapa hata Biblia hawana. Kwa hivyo hata vile ninawaambia kuhusu huyu, mnaona kitu kigeni. Lakini mkiulizwa mnataka kwenda biguni, mtasema mtaendaje? Mnafikiria biguni naenda kama Marekani? Biguni haiendi hivyo. Sasa huyu anapatikana kwa Biblia kitabu gani? Ufunuo 17 mstari wa 3 hadi 5. Mnafikiri mwenye anaweza kuwa anajua hii? Labda huyu Kariuki.
Udi hata nikimwachia hii microphone najua atafundisha yeye. Soma andiko. Alichukua katika roho hata jangwani. Hapa tunaposikia yule aliyechukuliwa katika roho ni Yohana, mwanafunzi wa Yesu. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Mwenye kujaa majina ya makufuru. Mwenye kujaa majina ya makufuru. Mwenye vichwa 7 na pembe 10. Mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule, huyu mwanamke alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu. Na nyekundu. Amepambwa kwa dhahabu. Amepambwa kwa dhahabu. Na kichwa cha zamani. Na kichwa cha zamani. Na lulu. Na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi wake. Kilichojaa na machukizo na machafu ya washarati wake. Ana kikombe kimejaa machukizo na machafu ya uasherati wake. Akienda kufanya uasherati, anachukua huo uchafu, anaweka kwa kikombe, anakuja na wapea mnakunywa. Na mumekunywa, acha niwaambie. Mumekunywa na hamjuagi mnakunywa uchafu. Paka siku ya leo niwaambie uchafu huo ni gani ndio muache kukunywa. Na hata kama mtaendelea kusikiliza akina Kanyari na akina Ng'ang'a, hawatawaambia huu uchafu, wala hawatawaambia huyu mwanamke, wala huyu mnyama hatawaambia. Hiyo ni Biblia nimesoma. Si ati ya kwamba nimeandika Biblia mimi. Sasa wewe vile unasema unaenda biguni, umewahi kujua ya kwamba mnyama huyu ni nani? Mwanamke huyu ni nani? Ambaye, sikia, anaitwaje? Teremka na andiko. Na katika kipaji cha uso wake. Katika kipaji cha uso wa huyu mama alikuwa na jina limeandikwa la siri. Ana jina limeandikwa la siri. Babeli mkuu. Babeli mkuu. Mama wa makahaba. Mama wa makahaba. Na machukizo ya nchi. Huyu mama ni mama wa makahaba wote duniani. Na tena anaitwa Babeli. Kwa hivyo unaposikia jina Babeli kwa sahihi, ni huyu mama. Sasa tunauliza, hii Kenya imelewa na uchafu wa huyu mama? Ufunuo wa Yohana 18:2 inasema, andika hizo maandiko, enda ukaangalie kwa Biblia yako. Kama si hivyo, soma. Akalia kwa sauti kuu akisema. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu. Umeanguka Babeli, muje ule mkuu. Umekuwa maskani ya mashetani. Umekuwa maskani ya mashetani. Na ngome ya kila roho mchafu. Na ngome ya kila roho mchafu. Na ngome ya kila ndege mchafu. Twende. Mwenye kuchukiza. Mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya washarati wake. Mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu wa washarati wake. Na wafalme wa nchi. Na wafalme wa nchi wamezini naye. Kila mtu akichaguliwa ni rais wa nchi fulani, lazima aripoti hapa, akuje achukue. Hata Uhuru anaendaga hapa, anachukua, analeta. Biblia imesema wafalme wote wa nchi wamezini naye, na nchi zote duniani wamelewa kwa mvinyo wa uchafu wa uasherati wake. Yani Kenya ni walevi, Tanzania ni walevi, Sudani ni walevi. Yule ambaye amewalewesha ni huyu mama. Sasa watu wa Mungu wanaojihusisha naye watafanyaje? 18:4 Ufunuo wa Yohana. Na ndio nimekuja kuwasaidia saa hii. Kama utakubali utasaidika. Wanasemaga dawa ni chungu, shindano ni chungu, kuvumilia ndio kupona. Kwa hivyo kanisa yako weka mfukoni kama unataka salama. Ukisikiliza hii na kanisa yako utalia tu. Utalia tu. Maana hiyo kanisa yako itafanywa vile hujaiona. Wewe sikiliza utasikia. Soma andiko. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema. Na ndio hii mnasikia leo hapa. Nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Bas. Watu wa Mungu walio kwake wanaitwa na sauti ya Mungu watoke kwake. Kwa hivyo saa hii nimekuja kuwaita kutoka kwa huyu mama. Huyu mama ni mama kahaba. Si ndio Biblia imesema? Mama wa makahaba.
na tena anaitwa Babeli. Sasa Babeli, watu wakiwa ndani ya Babeli na wakajua wako ndani ya Babeli, kuna mtu atagoja mwingine watoke, ama mtu atakibia aokoe nafsi yake? Yeremia 51 mstari wa 6. Usigoje mtu, toka biu Babeli. Maana kila mtu atakayepatwa na Yesu akiwa Babeli, moto lazima ingie jikoni, na sio kula chips, ni kuchomwa. Na ukiona haya ambayo unaona inatokea saa hii, usifikirie hata vile unakaa hapa utaamuka kwa hizi magari kesho uje kutengeneza. Unaweza lala upate kitu kingine tofauti. Mimi naambia hivyo. Soma andiko. Kimbieni kutoka katika Babeli. Kimbieni kutoka kati ya Babeli. Kila mtu na ajiokoe nafsi yake. Ukisikia huko Babeli, toka bio, usigoje mtu. Sasa kile ambaye tutafanya ndio tujue hii ni nini inaitwa Babeli, na mnyama huyu anamubeba ni nani. Lazima wewe unyamaze, mimi ninyamaze, Biblia iongee. Watu wangapi wako tayari Biblia iongee, na ikisema huyu ni nani hawatakasirika? Hiyo ndio itafanya niendelee. Mko tayari? Hamutakasirika, mtakubali. Haya, naanza sasa operation. Andika aya zote na zikatai. Uko na mchungaji, uko na shehe, uko na imamu aliye msomi ambaye anaweza kuenda kinyume na kile nitafundisha, pigia yeye simu, muite hapa. Saa hii nafikiri ni kitu saa 10 na kitu. Hapa nitatoka kama saa 12 na kitu. Kwa hivyo hakuna mahali hawezi toka afike hapa. Pigia yeye simu. Tunaanza sasa. Utaratibu gani ambao Mungu ameweka kwa kutafsiri huu unabii? Petero wa pili 1:20. Soma. Huo ndio utaratibu ambao Mungu ameweka. Usifikiri utakurupuka tu atutafsiri unabii wa Biblia vile unataka yeye. Hapana. Soma andiko. Inasema, mkijua neno hili kwanza. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko. Hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Mungu amekataza usitafsiri unabii wa Biblia vile unavyotaka wewe. Kwa hivyo unabii wa Biblia utatafsiriwa na Biblia. Sio mimi nitatafsiri, sio wewe utatafsiri, Biblia itajitafsiri. Tunaanza sasa unabii wa Biblia. Sasa ndio tunaanza leo. Hapa pametajwa mnyama na ametajwa mwanamke. Tunaanzia na mnyama. Wewe mnyama, wewe una maana gani? Hosea 12 mstari wa 10. Nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Kwa hivyo huyu si mnyama, huu ni mfano. Hebu soma kama si hivyo. Nami nimenena na hao manabii. Nami nimenena na hao manabii. Na kwa utumishi wa manabii. Na kwa utumishi wa manabii. Nimenena. Inasema tena nimenena na hao manabii. Nami nimeongeza maono. Twende. Na kwa utumishi wa manabii. Na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Nimetumia mifano. Kwa hivyo huu ni ujumbe wa Yesu unaokoa, lakini ametumia mifano. Kwa hivyo huu si mnyama. Umewahi kuona mnyama kama huu duniani? Ako na vichwa 7, anakaa kwa msitu gani huyu? Huyu si mnyama. Huu ni mfano, ni injili, is a gospel, lakini Mungu ametumia mifano. Umewahi kuona mwanamke kama huyu? Huu si mwanamke, ni mfano. Mnyama ni mfano wa nini? Danieli 7:23. 7:23 kitabu ni cha Danieli. Danieli 7:23. Inasema. Inasemaje? Akanena hivi. Akanena hivi. Huyo mnyama wa 4. Huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Kumbe huu si mnyama, ni ufalme wa 4. Kumbe tangu hao manabii akina Danieli waote ndoto zao mpaka Yesu arudi, watakuwa wametawala wafalme wa 4. Sasa tukitaka kujua ufalme huu ni gani, ni kuuliza Biblia. Ufalme wa kwanza wakati Danieli anaota ndoto, ni ufalme gani ulikuwa unatawala?
Danieli 1:1. Ufalme huo ndio wa kwanza, huu ni ufalme wa 4. Kwa hivyo tukitaka kujua ufalme huu ni gani, lazima paka tutumie history. Maana Biblia iliandika, history inatimiza. Soma andiko. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakim, ndio mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli. Nebukadneza mfalme wa nini? Wa Babeli. Wa Babeli. Kwa hivyo Babeli ndio utawala ulikuwa unatawala wakati Danieli anaota ndoto. Ufalme ulikuwa wa kwanza ni Babeli. Babeli iliangukaje? Wakati mtoto wa Nebukadneza alikunywa pombe na vikombe vya hekalu ya Mungu. Ukisoma Danieli 5:24 utapata kidole kiliandika mene tekeli peresi. Ufalme wako umekwisha, umegawanyika, wamepewa Wamedi na Wajemi. Kwa hivyo ufalme wa pili unaitwa Medo-Persia. Shuleni ulisoma hiyo. Watatu unaitwa Greek Empire, utawala wa Wagiriki. Alitawala anaitwa Alexander Mkuu. Utawala wa 4 ambao ndio huu unaitwa Roman Empire, utawala wa Kirumi. Tuhakikishe kwa Biblia huu ni utawala wa Kirumi. Nisaidie Ufunuo 17:9. Ndio nikuonyesha hii ni Rome. Huu ni utawala wa Roma. Na Roma imegawanyikana katika nchi 7. Ndio wanaitwa G7 Europe. Europe wanatawaliwa na sheria inaitwa Rome Statute Europa. Lakini kuna kainchi kamoja kanane, kainchi kadogo kanaitwa Vatican City. Takuelezea kuhusu hiyo kainchi, ndio utajua hii dunia ni kuisha inaisha. Wewe ukikaa tu hapa, wewe unafikiria utatengeneza gari leo na kesho kutwa utashangaa. Soma andiko. Hapa ndipo penye akili zenye hekima. Hapa ndipo penye akili zenye hekima. Vile vichwa 7. Hizi vichwa 7 ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo. Ni milima 7 mahali mwanamke huyu anakaa. Kwa hivyo hii si vichwa, ni milima 7. Kwa hivyo duniani kuna mahali kuna milima 7 mahali mwanamke huyu amekalia. Naomba nichukue hii Biblia hii. Hii ni Biblia ya Wakatoliki hii. Iko na vitabu 72. Nitaitumia katika hiyo haya, na wewe uchukue simu yako. Chukua simu kama uko na bados. Tuingie kwa Google. Nimekuambia history haidanganyi. History huongea ukweli. Andika hivi kwenye search yako. Andika city, maana pale imesemekana ni milima 7. Kwa hivyo tutaandika city with 7 hills. Tuna search kuja hapa ndugu yangu. Imeandikaje? City of 7 hills. Inasemaje? Rome group of hills. Inaitwa Rome 7 hills of Rome. Kwa hivyo hii kama vile tumeangalia tumepata hii ni Roma. Hii ni Roma. Roman Empire. Wale tusikia hawa wanasemaje? Soma katika hiyo haya maelezo yake. Kahaba mkuu. Kahaba mkuu ni Rumi. Ni nini? Rumi. Kwa hivyo hii inaitwa Rome. Hii inaitwa Rome. Rome inabeba mwanamke. Mwanamke naye anafananishwa na nini? 19:7 Ufunuo wa Yohana. Roma iko na mwanamke inabeba. Sasa Roma iko na mwanamke inabeba. Mwanamke maana yake nani? Anayebeba na Roma. Soma andiko. Furahi na kushangilia. Kwa nini? Tukampe utukufu wake. Kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imefanyaje? Imekuja. Naye na mkewe amejiweka tayari. Kumbe mke wa mwana kondoo amejiweka tayari. Wewe unafikiria Yesu anakuja kuoa mwanamke kama huyo? Mwanamke ndani ya unabii ni kanisa. Kwa hivyo kanisa ni mwanamke. Mwanamke anafananishwa na kanisa na mwanaume anafananishwa na Yesu. Kama ujue hiyo, ujue leo. Kwa hivyo Roma inabeba kanisa. Ni kanisa gani ambalo linabebwa na utawala wa Kirumi? Inaitwa Roman Catholic Church. Kwa hivyo kanisa ya Katoliki
Kwa lugha rahisi Teresi, Katholiki inaitwa Babeli, mama wa makahaba. Hiyo ni Katholiki. Hiyo ni Katholiki. Kama wewe unaendaga Katholiki ujue uko Babeli na uko ndani ya mama wa makahaba. Swali tunauliza sasa, kama Katholiki ni mama wa makahaba, ina maana na watoto. Sasa watoto wa kahaba tutawajuaje? 16:44 Ezekieli. Hiyo inaitwa Injili yenye inaguza. Unasikia kama utakufa, kufa. Afadhali ukufe, na nimekwambia ukweli. Hakuna mwingine anakuambia hiyo. Maana wengine wanataka pesa, si wewe. Ni wachungaji wa mshahara. Ndio naona sasa hii corona imekuja, wamekubali kufungwe. Lakini gari kama hizi zibebe. Soma andiko. Tazama, kila mtu atumiaye methali. Kila mtu atumiaye methali atatumia methali hii kinyume chako. Ya kwamba akisemaje? Kama mama ya mtu alivyo. Kama mama wa mtu alivyo, ndivyo alivyo binti yake. Kwa hivyo kama mama, binti kama mama. Tabia za mama zinaonekana kwa binti. Kwa hivyo tukijua tabia za mama, wale watoto wanakubali tabia yake. Hao ndio watoto. Sasa nataka nikuelezee kuhusu huyu mama anaitwa Katholiki. Nataka nikuambie ukweli utakaye proof mwenyewe. Katholiki kuna mtu anaitwa Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu anakuaga na vitibiri kwa wakati moja. Kiti ya kwanza anakaa akiwa chairman wa UN. Inchi zote za hii dunia wakiongea kuhusu sheria yoyote ambayo ni ya Umoja wa Mataifa, yule atakayetia sahihi ni Pope. Na katika watu wote wanaoongoza dini hapa duniani, hakuna mwingine anaweza kuagua gwaride la kijeshi except Pope. Kuna mwingine? Niambie mwingine nani? Kwa hivyo Pope haongeagi kwa mambo ya nchi moja. Pope anaongea kwa kitu cha dunia. Hata saa hii corona, sikiliza vile anasema. Sikiliza radio. Yule anaongea kuhusu mambo ya corona ni yeye. Anasema watu wapokee chanjo. Na hiyo chanjo mnafikiri ina nini? Kwanza yeye mwenyewe katengeneza. Angalia wale wametengeneza chanjo kama wahaidi kuripoti Vatican. Mnafikiri nini ambaye kimepangwa? Wakati yeye ndiye Antichrist. Yeye ndiye spokesman of the devil hapa duniani. Kama ujui hiyo ujue leo. Yeye ndiye spokesman of the devil hapa duniani. Sasa ninawauliza hivi, wametengeneza corona wao na wakahakikisha corona lazima igie katika nchi yoyote duniani. Mimi nawauliza, Uhuru atatutishaje? Hata alikuwa anatutaka tusipate corona. Corona kwani ilikuwa hapa Kenya? Si ilikuwa China? Ingekuja na baisikeli. Kile kigeleta corona Kenya ni dere na meli. Kwa hivyo Uhuru kama alikuwa anatuhurumia angefunga dere, avuge meli, tukae hapa tukule chakula chetu kama tunakufa tuvejaa. Sasa bona hakufunga, wakati corona inaingia ndio anafunga. Anafunga dege ya nini wakati corona inaingia? Use your common sense. Tena corona hii inasemekana ilikuwa China. Nchi ambazo ziko na uwezo kama Marekani wanalia tu wamekufa corona. Wanaliaje? Wanatumia pesa ngapi saa hii kwa corona ambazo hawagetumia kuzuia hiyo corona isitoke China? Kama wagegamizia hiyo corona China, ingekuwa ndio gumu, ama ni saa hii wamekubali kuja dunia mzima? Ni kwa sababu ni virus yao wametengeneza wao, na wakitengeneza wanakiri ambacho wanataka, wana ajenda yao. Mgogo wa corona kuna ajenda italipuka, mshangae. Nyinyi mnaona tu barakoa, nyinyi mnaona tu shindano, kuna ajenda fiche. Sasa wakati Biblia inaposema ya kwamba hii ni Rome iko na dini kiserikali, iko na serikali na iko na dini. Kwa hivyo yeye akikaa anakaa akiwa rais wa Umoja wa Mataifa, tena anakaa akiwa rais wa dini zote duniani. Saa hii wacha uitwe mkutano wa dini, Waislamu waende, Wahindi waende, dini zote ziende kwa mkutano wa dunia wa dini.
Wewe unaona nani atakuwa chairman kwa hiyo mkutano? Bado ni yeye. Kwa hivyo Pope ndiye kiongozi wa dini zote za hapa duniani na ndiye kiongozi wa nchi zote hapa duniani. Ende kinyume na sheria yake uone kama utakufa. Muulize Gaddafi. Uliza huyu jirani yetu huyu ambaye amekufa juzi, ndiye atakwambia kuhusu hiyo nakwambia hapa. Sasa Biblia lazima ituelezee. Hebu nisaidie Danieli 7:7 hadi 8. Maana huyu ni ufunuo wa Yohana. Huyu ni Yohana. Wacha tusikie Danieli anasemaje kuhusu Roma. Inasema 7:7 hadi 8, kitabu ni cha Danieli. Soma. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Inasema mstari wake wa 7. Baadaye nikaona katika jonzi ya usiku na tazama. Nikaona katika jonzi ya usiku na tazama. Mnyama wa 4. Mnyama wa 4. Mwenye kutisha. Mwenye nguvu. Mwenye uwezo mwingi. Hiyo ni Roma. Roma ni yenye nguvu na yenye uwezo. Naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Unajua hiyo meno ni ya nini? Ili wakula wanafunzi wa Yesu. Kuchinja, kusurubisha, kuua, kulisha wanyama. Meno ya chuma. Alikula na kuvunja vipande vipande. Na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. na hawa wa kwanza. Naye alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake na tazama. Danieli aliangalia sana pembe zake na tazama. Pembe nyingine ikazuka kati yao. Pembe nyingine ikashuka kati yao. Wacha tupishe hii gari ipite. Hapa kuna mambo kim hapa inahitajika. Asikia. Aya. Tusome. Danieli anasema alipoona Roma. Huyu ni Yohana anazungumzia Roma. Danieli anasema Roma aliona ikoje? Soma. 8 inasema nikaziangalia sana pembe zake na tazama. Pembe nyingine ikazuka kati yao. Nayo ilikuwa ndogo. Bayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza ziling'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mulikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Simama hapo. Hapa tumeambiwa Roma ilikuwa na pembe 10. Danieli akaangalia pembe zake, akaona pembe nyingine dogo imetokea. Ikang'oa pembe 3. Kwa hivyo zilikuwa 10, zikang'olewa 3. Zimebaki ngapi? 7, si ndio? Tuulize Mungu sasa. Hizo pembe ambazo zimetokea Roma zina maana gani? Danieli 7:24. Inasema hivi. Inasemaje? Na habari za ile pembe 10. Na habari za zile pembe 10. Katika ufalme huo. Wataondoka wafalme 10. Na mwingine ataondoka baada ya hao. Naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Naye atashusha wafalme watatu. Kumbe Roma itagawanyikana wafalme 10. Lakini atatokea mfalme mdogo, atang'oa wafalme 3. Kwa hivyo watabaki wafalme 7. Ndio tunawaita G7 saa hii. Unaona vile Biblia inaenda? Sasa hiyo ndio G7. G7 ni mataifa yaliyogawanyika Roma. Sasa hawa G7 ndio wako na sheria inaitwa Rome Statute, ambayo ilikuwa inaita uhuru na Ruto Hague. Ndio hii hapa. Haka kanchi kadogo kaliotokea Roma kanaitwa Vatican City.
aka Vatican City ndio kanakaa mfarume wao. Sheria yao ambayo nimekwambia inaitwa Rome Statute. Yule ambaye anakaa akiwa shamani wao anakaa katika aka kanchi kadogo kanaitwa Vatican, ambaye aka kanchi kadogo ndio aka kanaitwa kana mwanamke. Sasa tunauliza Danieli, kana nini kanasema? Danieli 7:25. Soma hapo. Inasema hivi. Naye atanena kinyume chake aliye juu. Naye atanena kinyume chake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Simama. Kumbe yule atakayekaa Vatican, nakwambia hii ni Vatican, uruke juu uaguke chini. Biblia sasa inamzungumzia yule atakayekaa Vatican atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye ataadhimu kubadili majira na sheria. Ataazimu kubadilisha majira na atabadilisha sheria. Sasa leo nikiwaambia majira imebadilishwa, mnaweza kuona mimi kama wazimu. Nataka niwapuruvie. Nyinyi saa hii mnagojea saa 6 ya usiku ifike ndio mseme mmeruka siku ingine. Kwa Biblia si hivyo. Hebu nipe Walawi 23:32. Siku ya Mungu huwa inarukwa jua likitoa jioni. Huyu akabadilisha akaweka saa 6 ya usiku. Paka saa hii unaambiwa saa yako ikiandika 1 ate useme ni saa 7 na unakubali. Wakati gani moja inaitwa 7? Soma andiko hiyo. Itakuwa kwenu sabato ya kustarehe kabisa. Itakuwa kwenu sabato ya kustarehe kabisa. Nanyi mtazitesa nafsi zenu siku ya 9 ya mwezi. Kuanzia wakati wa jioni. Wakati wa jioni. Tangu jioni. Tangu jioni hata jioni. Hiyo tarehe 9 ya Mungu inaanzia jioni inaisha jioni. Kwa hivyo siku ya Mungu ni kuanzia jioni hadi jioni, sio usiku hadi usiku. Ndio naona Mungu wakati wa ubaji wake anasema ikawa jioni, kawa jioni, kawa jioni. Maana siku ya Mungu inaanza jioni na inaisha jioni. Hii ya saa 6 ya usiku ni ya huyu amebadili majira na sheria. Kwa hivyo majira tayari amebadilisha. Sasa tunapoingia kubadilisha kwa sheria, kubadilisha kwa sheria, hapa ninakwambia hawezi akabadilisha sheria ya Mungu akiwa anabadilishia kwa bunge. Lazima abadilishie kwa kanisa. Kwa hivyo lazima ufalme huu ufungue kanisa. Ndio hii Yohana atuambia ana mwanamke amebeba. Ni utawala na uko na mwanamke. Sasa tukienda katika history, naomba unifungulie ukurasa wa 225 nikuonyeshe. History nayo inaandika vizuri. Wakati utawala wa Roma unatawala, tunazungumzia Roman emperors and the church. Kwa hivyo kanisa hili waliokuwa magavana wakageuka wakawa mabishop. Hebu lete sisome kwanza. Unaona hapa hivi? Soma kwa hii kichwa hii. Hii kichwa imeandikwaje hapo juu? Inaitwa hapa juu kwa kichwa yake. Hapo. The Church and the Roman Emperors. The Church and the Roman Emperors. Kwa Kiswahili ni kusemaje? Kanisa na watawala wa Kirumi. Sawa Kama vile Biblia ilivyosema ya kwamba Roma itakuwa na kanisa. History inasema ni kweli. The Church and the Roman Emperors. Lakini kanisa ndio liko na kikombe. Kanisa ndio liko na kikombe na kanisa hilo ni kahaba. Kwa nini kanisa hili ni kahaba? 16:32 Ezekieli. Linakuwa kahaba kwa nini? Kwa nini Karole kileo ni kahaba mbele za Mungu? Kwa nini? Soma andiko. Hakuna mtu ambaye ni mhubiri ambaye anataka pesa atahubiri. Hakuna. Wahubiri wote wa tumbo hawatataja watakuwa wanamwambia somebody say kacha. Sikara baba ushide. Shamba la mananasi.
Pokea makonteina kutoka China. Na hujawahi kuuza hata jugu. Soma hiyo. Mke wa mtu. Mke wa mtu. Akaribishaye wageni. Akaribishaye wageni. Badala ya mumewe. Kumbe ndio mwanamke awe kahaba. Anaachaga mume wake wa halali. Anaenda nje. Sasa kanisa limeolewa na nani? 54:5 Isaya. Kanisa limeolewa. Ni mali ya Yesu. Ndio nasikia Yesu ni kichwa cha kanisa. Kama vile mume ni kichwa cha mke wake. Mwanamke anafunguliwa kwenye sheria mumewe akifa. Kwa hivyo kanisa linamfuata Yesu. Sio Yesu afuata kanisa. Hapana, ni kanisa lifuata Yesu. Sasa hii kanisa baadaye lifuata Yesu linaenda nje. Linazini. Soma andiko. Kwa sababu muumba wako ni mume wako. Ni mume wako. Bwana wa majeshi Hilo jina lake. Kanisa limeolewa kabisa na Yesu. Kwa hivyo chochote kanisa litafundisha lazima litoe kwa Yesu. Tunaelewana? Likileta fundisho nje ya Yesu limezini nje. Sawa? Sasa Yesu akiongea, anaongea kwa gazeti, anaongea kwa Biblia. Kwa hivyo fundisho lote la kanisa lazima liwe ndani ya Biblia. Sasa naomba sasa niwaonyeshe ikiri ambacho sasa kimewaua, ambacho kiko kwa hii kikombe. Si mnadaga maziko? Si mnasemaga muweke mahali pema peponi? Kwa Biblia ndiko kama hilo hakuna. Hiyo mnasemaga mnatoaga hapa. Yaani hapa wana elimu ya shetani. Yaani wanafundisha fundisho la shetani ambao mnaliamini. Umewahi kwenda maziko, unasikia mchungaji anasema huyu mtu vile amekufa bado anatuona. Ati vile tunalia yeye anacheka tu wakiwa na malaika. Umesikia hiyo? Hakuna andiko linasema mtu akifa anaendaga mbinguni. Hakuna. Na kama liko mtu mmoja hapa atoe kunyeshe mfua ya makunguru. Hakuna. Biblia inasema watu wote wakifa. Hebu nipe 3:19. Kwanza nikwambie vile Mungu aliambia mwanadamu wa kwanza. Alimwambia ukifa utaenda mbinguni ama utaenda wapi? Soma andiko. 3:19 Mwanzo. Biblia inasema kwa jasho la uso wako utakula chakula. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Maliza. Kwa maana mavumbi wewe mavumbi. Nawe mavumbini utarudi. Kumbe mwanadamu aliambiwa atarudi wapi? Mavumbini. Sasa hii peponi mnasemaga nani aliwaambia? Wakati Mungu anasema anaenda mavumbini. Na kama wanaendaga huko peponi, wakati Yesu atarudi kufufua watu, watafufuliwa huko peponi ama kwa kaburi? Si unaona hata mnasemaga mambo mengine ambayo udhiki twice. Uogo huo huko hapa. Tuulize Yesu, watu wazuri waliotenda mema na watu wabaya waliofanya dhambi wakakufa, utakapokuja utawafufua kutoka peponi ama watatoka makaburini? Yohana 5:28. Musistajabie maneno hayo. Musistajabie maneno hayo. Ambayo saa yaja. Maana saa yaja. Ambayo watu wote waliomo makaburini. Ambayo watu wote walio makaburini. Watasikia sauti yake. Watasikia sauti yake. Nao watatoka. Waliofanya mema. Na kwa ufufuo wa uzima. Maliza. Na waliotenda mabaya. Kwa ufufuo wa hukumu. Kumbe watu wote waliotenda mabaya wako wapi? Kaburini. Waliotenda mema wako wapi? Kaburini. Sasa nyinyi mnasema mtu mwema anaenda peponi. Ni Biblia gani mnatumia? Leo mtumie ni hapa tu. Kwa huyu mama chafu, wamelewa kwa uchafu wa uasherati wake. Yeye anaenda anachukua takataka huko, mnakuja mnaamini muweke mahali pema peponi. Nyinyi ndio mnaambiaga Mungu mahali ataweka, hajui? Tuwe ndio tutamwambia mahali ataweka. Ni mlevi, weka peponi. Sasa hebu nisaidie Matendo ya Mitume 2:29. Hata Daudi baba yetu hajaenda mbinguni, ako kaburini. Sikia hiyo andiko.
2:29. Matendo. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Waume ndugu zangu. Waume ndugu zangu. Muniwe radhi. Muniwie radhi. Niseme kwa ujasiri mbele yenu. Niseme kwa ujasiri mbele yenu. Habari za baba yetu mkuu Daudi. Kwa habari za baba yetu mkuu Daudi. Ya kuwa alifariki. Ya kuwa alifariki. Akazikwa. Akazikwa. Na kaburi lake. Liko kwetu hata leo. Liko kwetu hata leo. Hajaenda mbinguni Daudi. Ataenda. Kwa hivyo wale wanaamini watu wakifa wanaenda mbinguni, mama yenu ni huyu. Na anaitwa Mama Kaaba. Ndio naona mpaka watu wanasema hivi, ate tulikuwa tunampenda, Mungu akampenda. Yaani mtu akifa ni Mungu amempenda akamchukua. Kwa nini wewe hutaki kupendwa na Mungu ukufe? Ina maana watu wabaya wako hai hawapendwi. Huoni hiyo kitu haimeki sense? Tena mtu amependwa na Mungu amekufa, ameacha watoto. Mungu achukue baba ya watoto apeleke wapi? Aache watoto bila baba. Aache mke bila mume. Ati ni Mungu amechukua. Watu wameenda wakava na ajali, te Mungu amechukua. Kaangusha gari Mungu. Mungu anasemaje? Malaki 10:27. Mungu anasema watu wote ambao wananicha mimi ninawaongezea siku zao. Kwa hivyo unalea watoto, hata akiba unaweka saa hii. Ukitengeneza hizi magari, unaweka akiba kwa watoto wa watoto wako, sio watoto wako. Watoto wako wakule na watoto wa watoto wako wakule. Alafu unaenda kukufa, hata watoto wenyewe haujalea. Hata huko mochari, te Mungu amekuchukua. Uongo, kuna kitu kama hiyo. Nitawaonyesha kwa nini watu wanakufa ovyo ovyo. Na vile mnakufa hivyo hata kwa ajili ya corona, Mungu akiwa mbinguni anacheka. Nitakutolea andiko leo. Leo. Soma, Mungu anacheka. Usifikirie ati Mungu anahangaika ati mkifa na corona, akiwa mbinguni anacheka, maana mumejitakia nye. Soma andiko. Geuke inasema hivi, kumcha Bwana. Kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu. Kunaongeza siku za mtu. Bali miaka yao wasio haki. Sikia, miaka yao wasio haki itapunguzwa. Kumcha Bwana kunaongeza siku za mtu. Wenye ambao ni wenye dhambi wanapunguziwa nini? Miaka. Tuulize Mungu sasa. Hawa watu ambao wananisikiliza hapa wanahitajika waende kaburini wakiwa na miaka ngapi? Zaburi 90:10. Siku za miaka yetu ni ngapi? Ni miaka 70. Na ikiwa tuna nguvu miaka ni miaka 80. Kumbe wewe unahitajika ukae 70 years. Na ukikula vizuri utaenda 80 and above. Sasa hata hiyo 70 hamufikishi na mnasema Mungu anawachukua. Mungu anawachukuaje wakati amesema mnafika 70? Anajikoroga. Huko kwa Biblia anajikoroga. Sasa tunamuuliza Mungu, kwa nini hawa watu wanakufa na bado wanakuomba? Mungu, sahi kwa hii makanisa hii yenu ambayo ni viosiki. Hii imejaa hapa Nairobi. Wanashinda wakisema, "Corona tunaikamea, corona tunaiteketeza, tunaiteketeza." Mwaka mzima umeisha haijateketea. Kwani hao wanateketeza corona, wanateketeza kwa muda gani? Nilimsikia Rai akisema, "Ninafungua hizo kaunti 5 katika jina la Yesu. Ninazifungua zote." Zimefungwa bado, hazijafunguliwa bado. Zimefungwa bado, hazijafunguliwa. Na anafungua katika jina la Yesu. Tena hiyo sauti wanaongea nao kwa kanisa, "Haleluya, lika baba ushende. Ninateketeza katika jina la Yesu." Akienda kununua baba 20 anasema, "Niuzie baba 20." Si akisema, "Niuzie baba 20." Kwa nini hii sauti ni ya kanisa? Hawa ni mikora. Na mumejaa huko di. Mumejaa huko. Huko ni kiosiki. Hata Ng'ang'a alisema, hebu nichukulie hiyo laptop yangu iko hapo ndani. Ng'ang'a alisema hivi, hapa Nairobi, si bali. Ng'ang'a alisema, mtu ambaye hata heshimu mke wangu katika hii kanisa, aende afungue yake, atoke kwa hii yangu. Kama uheshimu mke wa Ng'ang'a. Sijui mke wa Ng'ang'a amekufia nani kwa hii dunia. Kama utaheshimu mke wangu, aende ufungue kanisa yako, uite yako, utoke kwa hii yangu.
Msibishabishane na mimi nyie. Nitafuga hizo kioseki. Nibaki na hii ya Nairobi. Ya Nairobi ni supermarket. Hizo zingine za huko nje ni kioseki. Na unaenda na Biblia, tunaenda kanisa, kioseki. Ndio unaenda kanisa. Wewe umekaa hapo tu tunasema ati uko kwa kanisa. Wewe ni stock ya ng'ang'a. Huo ndio ukweli wa maneno. Kwa hivyo ukiangalia hii hapa ndani kunatoka uogo tu. Uogo peke yake ndio unajaa hapa. Temutu akiva hatoka mbinguni. Nisomee hiyo Methali 1:23 hadi 27. Niwaonyeshe mkiva corona Mungu anacheka. Na kama mnataka corona mpone, nitawapea dawa hapa muone kama mtakubali. Mtakataa, kwa hiyo mkiva mtakuva kwa sababu yenu kutaka. Kuna mambo matatu dunia imefanya. Lazima irekebishe. Wapate dawa ya corona, wapate ya ukimwi, ajali ziishe, nini hii mambo yote, lakini haitawezekana kwa sababu watu wenye dunia hii hawatakubali hiyo. Kwa hivyo ukitaka kuomba, omba Yesu arudi, kila mtu apate ujira wake. Lakini ukiombea dunia ipate amani, haitapatikana. Hiyo na kuhakikishia. Hakuna amani dunia hii. Wacha hivyo mnavuga barakoa. Inawezekana kesho mfuge macho. Wakati mlikuwa hamujafuga mapua, mlijua mtafuga mapua? Si watu walikuwa wanacheka hivi wale ambao wanasema niko na simba ile msuri. Sasa hiyo simba yako hatuoni umefunika. Soma. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama nitawamwagia roho yangu. Tazama nitawamwagia roho yangu. Na kuwajulisheni maneno yangu. Na kuwajulisheni maneno yangu. Kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa. Kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa. Nimenyoosha mkono wangu asiangalie mtu. Nimenyosha mkono wangu asiangalie mtu. Bali mmebatilisha shauri langu. Bali mmebadilisha shauri langu. Wala hamkutaka maonyo yangu. Wala hamkutaka maonyo yangu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Kwa nini atacheka wakati mnakufa? Tumefanya nini? Wamebadilisha. Na vile wamebadilisha hawataki maonyo. Hata mimi saa hii nitawaonyesha kile kimebadilishwa, alafu niulize mtakubali kurekebisha, mtakataa. Sasa uniambie mtaponaje? Wacha tuulize, wamefanya nini? Enda katika Isaya 24:5. Anzia 4. Anzia 4. Niwaonyeshe mambo ambayo dunia imefanya. Wachungaji ambao tuko nao saa hii, hiyo hawezi wakasema. Na ninaona watu wanaenda kwa uhuru. Si kumwambia ukweli, wanaenda kukula huko State House. Wanaenda waku, unajua uhuru, tuko na kiwanja, tunataka uturipie, sasa watamwambiaje ukweli? Na wanataka kiwanja. Kwa hivyo wao wamenunuliwa na pesa za State House. Lakini mtu kama Yohana Mbatizaji anamwambia Herode, umechukua mke wa mtu, rudisha mke wa wenyewe na utubu. Unafikiri alimpea juice? Alimweka jela. Yohana akakatwa kichwa. Sasa wahubiri wa leo ni marafiki wa rais. Wakati wale wameandikwa kwa Biblia walikuwa ni maadui wa serikali. Tena Biblia inasema ukitaka kuwa rafiki wa dunia, wewe utakuwa adui wa Mungu. Ukitaka kuwa rafiki wa Mungu, kuwa adui wa dunia. Soma andiko. Inasema, dunia imeomboleza. Dunia inaomboleza. Inazimia. Na dunia inazimia. Ulimwengu unadhoofika. Ulimwengu unadhoofika. Unazimia. Unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi. Tena dunia imetiwa unajisi. Kwa watu wanaokaa. Kwa watu wanaokaa. Kwa maana wameziasi sheria. Wameasi sheria. Wamebadili amri. Wamebadilisha amri. Wamelivunja agano la milele. Mambo ngapi? Ya kwanza, kuasi sheria. Nataka wajibu wenye kusikia. Ya kwanza, kuasi sheria. Pili,
Arudia andiko. Sikilizeni. Inasema, dunia inaomboleza inazimia. Dunia inaomboleza inazimia. Ulimwengu unadhoofika. Ulimwengu unadhoofika. Unazimia. Unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi. Tena dunia inatiwa unajisi. Kwa watu wanaoikaa. Kwa watu wanaoikaa. Kwa maana wameziasi sheria. Wameasi sheria. Wamebadili amri. Wamebadilisha amri. Wamelivunja agano la milele. Hayo mambo matatu. Dunia imeasi. Nini? Dunia imebadilisha. Dunia imekataa agano la milele. Mambo matatu. Sasa wacha tuanze. Haya mambo yote yametajwa. Hatutaenda kwa bunge kuangalia. Haya ni mambo ya kiroho. Kwa hivyo kama kumebadilishwa ni kwa kanisa. Hiyo si mambo ya kuangalia mahali ingine, ni kwa kanisa. Wacha niwaambie kabla sijaingia huko. Unaona watu ambao hawaendagi kanisani, ni warefi, makahaba, wanavuta bangi. Hiyo madhambi yote unajua baya inafanywa na hawa watu, na hawafichi. Kama ni ukahaba anafanya hadharani. Anasema nauza, kuja ununue. Hafichi. Wacha huyo apite. Na kama mtu ni mlevi, na ulevi yake anavuta sigara, na akivuta anasema woi, hii sigara ni baya, taachaji, anasubuka tu. Unaona hao kwenda biguni ni kama kufuga jicha na kufugua uwaone biguni. Kwa mujibu wa andiko gani? 21:32 Mathayo. Lakini watu wa makanisa kwenda biguni 10. Naambia ukweli. 21. Kama kuna watu wenye kuhubiria ni gumu, ni watu walio na makanisa. Lakini kama kuna watu rahisi kuhubiria, ni makahaba wale unaona wanauza mili yao pale town. Ama unafikiri ni kahaba gani anauzaga mwili hapo ajini baya? Nani? Kama kuna mtu Mungu anapenda ni mwenye dhambi. Vile anafanya dhambi ndio neema ya Mungu inakuwa nyingi kwake kumtafuta. Kwa hivyo hakatai mimi ni kahaba. Anasema mimi ni kahaba, Mungu niokoe. Naye Mungu atamuokoa, maana Mungu ni mwaminifu. Soma andiko usikie. Kati ya hao wawili. Kati ya hawa wawili ni nani aliyefanya mapenzi ya babaye? Ni nani aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia ni yule wa pili. Ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia. Ndipo Yesu akawaambia, amini nawaambia. Amini nawaambia. Watosha ushuru na makahaba watawatangulia mbele yenu. Kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki. Nyinyi msimuamini. Lakini watoza ushuru na makahaba walifanyaje? Walimuamini. Unaona wale waliamini ni watosha ushuru na makahaba. Watu waliokuwa na dini siku hiyo hawakuamini. Hata saa hii kwenye akili yako umelewa Ukatholiki, Uprotestanti, Usabato, wewe ni mlevi. Kwa hiyo sasa mhubiri yoyote atakayehubiri nje ya hiyo, hata hauko tayari kumsikiliza. Maana unataka ahubiri Ukatholiki, anataka ahubiri Usabato, anataka uhubiri Ukatholiki, Ufuru Gospel. Hiyo ndio unataka ahubiri. Sasa utaokolewaje wakati dhambi ya kanisa hautaki itajwe? Sasa naomba nitaje dhambi ya kanisa. Chukua katekisimu. Naanzia na dhambi ya kanisa ya Katholiki. Katholiki ndio kanisa kubeba matajiri, wafarume, masikini, wasomi, wasiosoma, wamejaa Katholiki. Kwa maana hakuna sheria gumu. Unaweza ukakimbia dakika 5 ukarudi, tumetoka misa. Unaenda na kilongi yako uende. Unaenda kuuza kasigara yako na uende. Yaani hakuna hiyo maneno mingi. Kwa hivyo watu wamejaa Katholiki. Sasa tunapoongelea Katholiki,
unahitajika ujue kuna imani ya Katoliki na imeandikwa. Ukienda kinyume na imani hiyo, ni ila utoke Katoliki. Maana Katoliki hiyo imani haitabadilisha. Soma hiyo catechism. Unaitwaje? Inasema katekismu ya maswali na majibu. Catechism ya maswali na majibu inatokana na katekismu ya kanisa Katoliki. Inatokana na catechism ya kanisa Katoliki. Hiki kitabu hawezi kununua kwa bookshop yoyote. Bookshop ya kanisa Katoliki kinatoka 300. Kwa hivyo hiyo ni imani ya Wakatoliki. Sasa wacha tuisome. Nipe ukurasa wa 31 sasa. Wewe uniambie kama hawaamini hivyo. Maana tunawajua hata wengine wako hapa. Acha isomwe. Kama uamini hivyo wanaeni Katoliki, chukua mkono. Tuseme siamini hivyo. Soma. 31. Tunampenda sana Maria. Wakatoliki wanapenda sana Maria kwa sababu ni mama yake Yesu. Kwa sababu ni mama wake Yesu. Na pia kwa sababu yeye ni mama yetu huko juu mbinguni. Tena ni mama wao huko mbinguni. Sijui alienda lini Kuiweka picha ya Bikira Maria karibu na kitanda chako kitakukumbusha ufanyeje? Umuombe kila unapokwenda kulala na uamkapo. Atakuwa pamoja nawe na kukulinda. Twende. Atakuombea kwa Yesu upewe kila kitu unachohitaji. Wakatoliki wanasemaga Maria mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Huo ni uongo. Maria hajabarikiwa kuliko wanawake. Hebu nipe 1:42 Luka. Maria amebarikiwa katika wanawake. Hata mama yangu amebarikiwa, amezaa mhubiri. Soma andiko. 1:42. Luka. Biblia inasema akapaza sauti kwa nguvu akasema. Akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe. Umebarikiwa wewe Mariamu katika wanawake. Si kuliko. Katika wanawake. Si kuliko. Katika wanawake. Sasa Wakatoliki mlitoa wapi andiko kuliko? Tumebarikiwa kuliko wanawake. Wapi? Andiko gani? Alafu akasema Maria mama wa Mungu tuombee. Tena Mungu wao anazaliwa na Mariamu. Mungu yani Mungu anazaliwa na mwanamke. Wewe hiyo ni sikitiko. Maria mama wa Mungu. Yani Mungu anazaliwa na mama. Sasa tunauliza Mungu, wewe Mungu umeweka nani awe muombezi? Ni Maria mama wa Mungu ama ni nani? Warumi 8:34. Inasemaje? Inasema hivi. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu. Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Yeye ndiye aliyekufa. Naam. Na zaidi ya hayo. Amefufuka katika wafu. Amefufuka katika wafu. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Ndiye anafanyaje? Anayetuombea. Kumbe Yesu ndiye anafanyaje? Anayetuombea. Sasa Wakatoliki walitoa wapi Mariamu ni muombezi? Ndugu zangu, Mariamu amekufa. Mariamu yuko kaburini. Sasa mnawezaje kuomba maiti? Sasa Wakatoliki na wachawi hakuna tofauti. 18:10 Kumbukumbu ya Torati. Mwenye naomba maiti na mchawi kitu hii. Kwa hivyo Wakatoliki saa hii nikiwaambia pamoja na wachawi hakuna tofauti. Kwa mujibu wa andiko hiyo, soma. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanae katika au binti yake kati ya moto. Wala asionekane mtu atazamaye bao. Mariza. Wala mtu atazamaye nyakati mbaya. Wala mwenye kubashiri wala musihiri wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo. Wala mtu apandishaye pepo. Wala mchawi. Wala mtu awaombeaye wafu. Awaombaye. Ni waombaye ama waombeaye? Awaombaye wafu. Huyo ni kama mchawi. Sasa unawezaje kusema Mariamu mama wa Mungu tuombee? Unamuombaje na amekufa? Yule yako hai na anatuombea ni Yesu. Sasa hiyo ni makosa ya Katoliki. Sasa enda ukawaambie warekebishe uone kama atakubali.
Sasa ni ile utoke Katoliki uache uongo, ama ukae Katoliki na uongo wao. Point number 1. Point number 2, nipe ukurasa wa 133. Anzia 27, ukurasa wa 127. Hii ni Katoliki hii. Ukatae, toka Katoliki. Kubali, ka ugojee moto. Kuna kitu kingine? Hakuna kitu kingine. Ni ile utoke uokoe nafsi, ukae ugojee kuungua. Soma. Alafu nawaambia mwenye alianzisha Uislamu ni Katoliki, kama hamjui. Uislamu ni Ukatoliki, lakini watu hawajui. Nikikufundisha namna Uislamu ulianzishwa na padre aliyetumwa kutoka Vatican akaenda Warabuni, anaitwa Waraka bin Nafai. Huyo ndio mwanzilishi wa Uislamu. Kwa hivyo Uislamu ni Ukatoliki. Soma. Amri 10 ni zipi? Wanasema amri 10 ni zipi? Amri ya kwanza. Ziko ngapi hapo? Hebu ngoja kidogo niwaonyesha watu. Hapa kuna amri ngapi hapo? Si ni 10? Angalia hapo. Si wanasema amri 10 ni zipi? Zimeandikwa ni 10. Awacha usikie maajabu ya Musa. Haya, soma. Uone vile Katoliki inacheza na watu akili zao, watu wasiosoma Biblia. Soma. Amri ya kwanza. Amri ya kwanza. Utamwabudu Mungu na kumtumikia yeye peke yake. Amri ya pili. Usilitaje jina la Mungu bure. Sasa mimi naomba uende kwa Biblia yako utafute amri ya pili inasemaga hivyo. Hakuna. Amri ya pili ndani ya Biblia inasemaga usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kwa hii inasema usitaje jina la Mungu bure. Kwa hivyo wametoa hiyo. Ile ilikuwa ya tatu ndio wakaleta ikawa ya pili. Kwa hivyo kuna moja iko missing ya pili. Sasa kwa nini ni 10 na moja hatuoni? Nisomee Kutoka 20:17. Wamechukua amri ya Mungu wakagawa. Moja ya Mungu ya 10 wakagawa zikawa 2 ili warudishe kile pengo ile walitoa. Sasa watu wanaangalia ni 10 lakini hawasomi, wajui kuna yenye inaondolewa. Soma hiyo ya 10. Inasemaje? Usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani mke wa jirani yako. Usitamani mke wa jirani yako. Wala mtumwa wake. Wala mtumwa wake. Wala mjakazi wake. Wala mjakazi wake. Wala ng'ombe wake. Wala ng'ombe wake. Wala punda wake. Wala punda wake. Wala chochote alichonacho jirani yako. Maliza. Inasema inatosha. Ndio. Usitamani chochote alichonacho ndugu yako. Hiyo ndio amri ya 10. Sasa nisomee amri ya 9 katika simu. Usitamani mke wa mwenzako. Nisomee ya 10. Usitamani mali ya mwenzako. Naona vile walifanya. Ile ya 10 ya Mungu wakagawa. Wakaandika 1:9 na 1:10. Alafu wewe unaenda na Biblia Catholic. Ndio unaona leo masanamu yamejaa. Unaona mtu amekaa kamkufu hapa. Kuna kakitu kamekaa hivi. Ati nani huyo? Yesu. Yesu unambeba na shingo. Yesu kabisa unambeba na shingo. Unaona mahali kuna sanamu imewekwa. Ti Maria mama wa Mungu tuombe. Maria ama bao. Sanamu. Sanamu kwa nini wameikubali? Maana amri ya pili kwao imetolewa. Sasa nini ingine ambaye Katoliki walibadilisha? Nisomee ukurasa wa 133. Hapa ndio inaitwa Pentagon. Hapa imebeba kubeba hapa. Hapa imebeba kubeba. Soma hapo. Iweke kitakatifu siku ya Mungu. Iweke kitakatifu siku ya Mungu. Katika Agano la Kale. Katika Agano la Kale. Mungu aliitenga siku ya 7. Mungu aliitenga siku ya 7. Iwe siku ya mapumziko kwa mwanadamu. Iwe siku ya mapumziko kwa mwanadamu. Kama vile yeye mwenyewe alivyopumzika siku ya 7. Twende. Ilikuwa ni siku maalumu. Ilikuwa ni siku maalumu ya mwanadamu kusali. Kwa mwanadamu kusali na kumwabudu Mungu. Na kumwabudu Mungu. Katika Agano Jipya. Katika Agano Jipya. Siku ya Bwana ilibadilishwa. Siku ya Mungu ilibadilishwa. Na kuwa siku ya Jumapili. Unasikia hiyo? Siku ya Mungu haikuwa Jumapili. Ilibadilishwa ikawa Jumapili. Siku ya kwanza ya juma. Siku ya kwanza ya juma. Kumbe Jumapili ndio siku ya kwanza ya juma. Na siku ya Mungu
na siku ya Mungu ilibadilishwa. Sasa naomba unifungulie hii history. Maana history inatuelezea kile kilichoendelea. Nini ambacho kilifanyika? Nani alibadilisha? Siku ya Jumapili ambao mnafungaga hizi kazi zenu, mnakosa kufungua. Nani aliwaamurisha mfungage? Ni Mungu ama ni mtu? Haya, lete. Haya, mimi nataka ikuwe ushahidi. Ni pale tulisoma the church and the Roman emperors. Sasa tusome hapa. Remain the official residence of the popes until the 14th century. Constantine also declared Sunday a public holiday, a day of rest for the service of God. As the result of its full position in the empire, Christianity slowly became the leading religion. Unaona? Sasa nyote mnafugaga hapa kasi. Sadi, Mungu wenu anaitwa Constantine. Nani emperor? Alikuwa emperor wa hapa, akawa bishop wa kanisa. Sasa kwa hii kikombe hiki Sunday inaitwa, hii ni muhuri wetu. Kwa hivyo watu wote wa Sunday wanajulikana ni wa huyu. Kwa hivyo Sunday is our mark. Ukiingia katika vitu zingine, wacha nikuonyeshe. Nishikia hapa kidogo, nishikia hivi. Naomba niwaonyeshe. Msije mkasema ni uongo. Mimi hapa huwa nataka kuhubiri na proof. Huwa nataka kuhubiri na kitu kinaitwa proof. Mungu atusaidie isizime. Maana ikizima tutakuwa tumepata shida. Wacha tuharakishe isizime. Haya, wacha tutafute niwaonyeshe. Kuna sita niwaonyeshe kitu ambaye hawa wachungaji hawatawaambia. No. Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible. And this transference of Sabbath observance is proof of that fact. The Catholic record London out September 1, 1923 ni hao. Sasa watu wote wa Sunday watapokea hii namba ya mnyama, ndio hiyo sana, chapa ya mnyama ndio hiyo. Hiyo ndio 6 nambari ya mnyama. Sunday worshipers muko karibu kupokea. Sasa hii wacha niwaambie, mnaona hii corona kwa nini walitengeneza? Ulisikia Magufuli akisema hii ni vita ya uchumi. Ni kweli. Corona kazi yake ni uchumi tu iagushe. Ndio unaona kazi yake ni lockdown. Lockdown inaaguza uchumi. Sasa watajaribu kuinua uchumi. Wakijaribu kuinua uchumi, wataita mkutano wa kidunia kwa sababu ya kuinua uchumi wa dunia. Mungu awape uhai muone hiyo. Ndio mjue nawaambia ukweli.
wakiweka ule mkutano watasema kwa sababu uchumi wa dunia umeanguka, hatuko na siku 4 tu. Maana Friday ni ibada kwa Waislamu dunia mzima. Saturday kuna Wakristo dunia mzima wanaenda Saturday. Sunday kuna Wakristo wanaenda kanisani. Kwa hivyo siku 3 zinapotea. Hizo ni za dini. Siku ambazo ni za kufanya kazi, za kuokoa uchumi wa dunia ni siku ngapi? 4. Kwa hivyo uchumi wa ulimwengu hautaokolewa na siku 4. Kwa hivyo itabidi watu wafanye kazi siku ngapi? 6. Wawe na moja ya kuabudu. Kwa hivyo itabidi dunia ipige kura. Dunia ipige kura. Siku moja ichaguliwe ambayo itakuwa ni sheria. Dunia itafanya kazi siku 6, moja ndio ya ibada. Siku yenye itapita ni Saturday. Kwa sababu Saturday itakuwa na kura nyingi. Waislamu wako peke yao, Wasabato wako peke yao. Saturday iko na wengi. Kwa hivyo ndio itapita. Kwa hivyo itapitishwa ile Saturday law. Ikiwa Saturday law, watu watakuwa wamepokea chapa ya mnyama. Maana Saturday ndio yake. Na ndio inaonyesha watu wake. Nao watu wa Mungu wanaonyeshwa na Sabbath day. Hawa ni watu wangu. Waibrania 4 mstari wa 9. Inasema imesalia Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa hivyo hakuna mtu wa Mungu ambaye hana Sabato. Wote wa Jumapili ndio hii. Naomba tumusikilize huyu jamaa. Ngoja kidogo niwaonyeshe. FM tuner. Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. Haya. Hii ni simu yangu hii. Naweka data on. Haya. Hapa tunaandika which is the Sabbath day, Pastor Rai. Pastor Rai ni wa Saturday. Haya, wacha tumsikilize. Ndiye huyu. The Bluetooth device is connected successfully. Sunday worship is of the devil. If you didn't know, read my lips. I'm telling you the truth. I'm not a prophet of doom. I'm a prophet of God. I'm telling you, this thing about Sunday is what has weakened the church more than all the demons, more than every Satan, more than all the witches. Sunday worship is the greatest witchcraft of the church. Never was it started by God. Read your Bible. Never. The church, when it was born, did not meet on Sunday. I know I'm getting into your nerves because you like to come to church on Sunday. I'm going to help you or discourage you. If you are discourageable, you will be discouraged because you are going nowhere. But if you are going somewhere, you will be. Somebody will jump in the inside of you and say, I'm living wrong. And I'm not going to live like this anymore. Sunday worship was an intention of the devil to weaken the church. Nobody is saying, and I'm not suggesting, I'm telling you, this is the truth. It's revelation. 6 days. How many days? 6 days. They woke up early in the morning and they went round the wall. They didn't go around the wall on Sunday. How many days? Then on the 7th day, which is not Sunday, the 7th day is Saturday. It's not Sunday. So, if you want to worship on a day, that right day to worship is Saturday. So you are all out of doctrine, Sunday worshipers. Umesikia?
si ati ya kwamba hawajui. Kila mtu ambaye amesoma Biblia na akafuatilia vizuri, ukweli uko wazi. Mumeona kama huko ukweli hivi hivi? Si nimewapeleka direct. Kuna mahali nimehepa? Kuna mtu ana swali? Kuna mtu ana swali? Kama kuna mahali hujaridhika, sema ni wapi. Watu wangapi wanauliza hivi, wewe Mungu, sababu wewe ndiye mwenye ukweli huu na sisi unatupenda ndio ukatuletea ukweli huu, tunakuomba utujalie kuufuata na kuupeleka kwa watu wengine. Wewe kama unataka tu kukubali ukweli huu ambao umeusikia, Mungu akujalie, chukua mkono juu namna hii. Kwa hivyo ina maana mmekaa hapa mkasikiliza na mtaki. Uliza swali. Revelation 14:9 to 12 kwani wewe unamaanisha vipi? Si ndio hiyo tumesoma? Si ndio hiyo tumefuatilia? Si ndio tulianza nayo? Ndio hiyo tumesoma yote. Kwa tukianza. Sasa tuseme dini ya ukweli ni gani? Kwa sababu hizo zote kusema sijui Friday watakuwa na dini yao, Sunday ndio hata Waislamu wataomba Sunday. Kuna kitu moja ambao unahitajika ujue. Mungu ana njia moja peke yake na kanisa moja peke yake. Na kanisa si nyumba kama hii, ni watu ambao wamekubali ukweli. Kwa hivyo watu wa Mungu lazima wawe wana Sabato. Kwa hivyo seventh day, wanaokubali seventh day na wanakubali kurudi kwa Yesu, hao ndio wanaitwa kundi la Mungu. Kwa hivyo jina lao rasmi wanaitwa Seventh Day Adventist. Yaani maana yake wanapumzika siku ya 7 na wanagojea kurudi kwa Yesu. Hilo ndio kundi la Mungu peke yake. Hao wengine wote wako nje. Vibanda. Ni vibada za watu. Na hizi miaka zote kwa nini ukweli haukutokea kusema ndio? Kwa sababu tangu sisi tusaliwe hizi dini zote zinakuwa na wazazi wetu wanazijua, na hata wale tuseme mashosho wale wanazaa wazazi wetu wanazijua. Mbona hawaikupatilishwa? Kwanza kile ambaye huwa kinatagulia ni ugonjwa ndio upate dawa. Sasa tunauliza Mungu, mbona hawa watu ambao walikuwa ni manyanya, mababu, kwa nini hawakujua ukweli huu tunakuja kuujua saa hii? Nisomee Matendo ya Mitume 17:30. Matendo ya Mitume 17:30. Maana madam ameuliza swali mzuri. Kwa nini ukweli huu hatujaweza kuujua zamani? Kwa nini tunaujua saa hii? Tangu mababu zetu hatujajua. Soma kwanza sababu hiyo ya mababu kwanza. Inasema 17:30. Matendo. Biblia inasema hivi. Basi zamani zile za ujinga. Zamani zile za ujinga. Mungu alijifanya kama hazioni. Mungu alijifanya kama hazioni. Bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali wafanyeje? Watubu. Yaani wale mababu walikuwa hawajasoma na wamejipata katika zama za giza. Ukweli umefichika, hawana elimu, kwa hivyo Mungu aliwakubali katika ujinga wao. Lakini kizazi hiki ambaye tuko saa hii ni kizazi ambaye kinasoma, tunafanya utafiti kama ule tumefanya saa hii. Hakuna babu yetu angefanya hiyo ambaye tumefanya. Sasa saa hii tufanyeje? Matendo ya Mitume 2. Wewe madam usiende, niliona uko na swali. Matendo ya Mitume 2 mstari wake ni wa 17. Hebu soma 2:17. Inasema hivi. Katika 2:17. Itakuwa siku za mwisho. 2:17 2 Matendo. Hapana. Hapo Matendo 2. Mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda. 17. Hakuna. Matendo ya Mitume 3:17. Hebu angalia hapo. 3:17. Basi sasa ndugu, najua ya kuwa sikiliza. Sasa ndugu, najua ya kuwa mliyatenda haya, mlienda kanisani Sunday kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda. Naona tumekosea kwa sababu wale walikosea. Lakini sasa ambao tumejua tufanyeje? Hapo mstari wa 19,
19 inasema hivi. Tubuni basi. Tubuni basi. Mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Basi. Kwa hivyo ile kitu tutafanya sisi ni kutubu yale makosa na kurudi kwenye ukweli ili tufutiwe dhambi zetu, tuandikwe kwenye kitabu cha uzima. Umeelewa? Umeelewa. Haya, uko tayari kufuata ukweli? Sisi walisema mtu akisimama na ukweli ni kufuata roho yako vile inaamua, na ufate neno la Mungu kama ni la Mungu ni Mungu tu, kwa sababu tini ni nyingi na hatujui ukweli wake. Unaona? Kuna andiko kama hilo? Sisi kwa andiko, tuseme kwa maandiko, mimi si msomaji wa Biblia sana, lakini naamini roho yangu mimi. Na kuna andiko linasema uamini roho yako? Kwa vile ujanja wa dunia sasa hivi tunaona ndio inafanya niamini roho yangu. Haya, 3:5 Methali. Soma. Tumaini Bwana kwa moyo wako wote. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kumbe Mungu anasema usitegemee nini? Sasa unajua shida yenye nitauliza tena, mababu wa zamani walikuwa hawana kanisa. Walikuwa wanaenda kwa milima, msituni na wanaomba hiyo siku kitu wanataka kinafanyika. Sasa tunaamini makanisa, tunakusanyika watu wengi na unaweza enda hata uombe mashida zako zifichiliwe, zisitoke, yani zishiishe. Hata unaweza kuwa na matatizo mengi na uende kanisa kila siku na haiishi. Sasa unataka kuniambia wale mababu wa zamani vile walienda kwa msituni matatizo yao inatatuliwa, na sisi wa sasa hivi tunaenda kwa makanisa tukiwa wengi na haitatuliwi? Nani walikuwa na ukweli? Kwanza tumesema wale mababu wa zamani Mungu aliwasikiliza kwa kutokujua kwao, kwa ujinga wao. Sasa mimi nauliza, unajua wanafunzi wa Yesu? Wanafunzi wa Yesu niliwasomaka kwa Biblia, ndio nawajua. Walikuwa na kanisa? Walikuwa wanatembea tu. 2:47 Matendo inasema hata sabato ya pili. 2:47 Matendo 2:47. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 2:47 kitabu ni cha Matendo. Haya, nimefika. Inasemaje? Inasema wakamsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha nini? Kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Haya, kumbe mitume walikuwa wakihubiri, watu wakiokolewa, kanisa linaongezeka watu. Hilo kanisa la mitume lilienda wapi? Hapo siwezi nikakutanganya, mimi nasoma Biblia sana. Sasa wewe ile kitu ulifanya, ulienda kwa viosiki, haujaenda kwa kanisa la Mungu. Unaonaje ukienda kwenye kanisa la Mungu? Ni furaha ndio, lakini hata hiyo sijatambua kabisa. Lazima niingie ndani nijue ukweli wake ndio nifuate. Uko tayari kuingia uangalie kama iko na ukweli? Ndio. Haya basi, nitakuongoza huko. Haya, karibu. Na wewe? Habari yako? Mzuri. Mimi niko na swali. Uliza. Na bao niko na sababu. Okay, swali la kwanza ama sababu ya kwanza ni mimi naenda kanisani Sunday na nikasoma Bible nikaona ukweli ni Saturday. Nilipouliza bishop kwa nini tunaenda Sunday na ukweli ni Saturday, akaniambia hivi, na hiyo ndio ikanifanya mpaka leo naenda Sunday. Akaniambia kwamba Yesu wakati wa Saturday hakuwa amefufuka, na sisi tunaabudu Mungu aliye hai na alifufuka siku ya Sunday. Basi ndio tunaendanga Sunday kumwabudu, maana amefufuka Sunday, ako hai. Ndio aliniambia. Haya, sasa ile kitu ambaye ndugu yetu tumemwelewa yeye aliambiwa na bishop. Bishop alikusomea andiko gani? Hakusoma. Unaona Lakini nilisoma nikaona ni Saturday. Sasa ile kitu ambaye nataka nikwambie, mtu ambaye amefufuka ina maana alikufa. Kwa hivyo kama unaadhimisha kufufuka kwake, lazima uadhimishe hata kufa kwake, si ndio? Kwa nini mnaadhimisha kufufuka Saturday na hamuadhimishi kufa? Huo ni uongo, kitu ya kwanza. Tuulize Biblia sasa. Biblia Yesu alifufuka, ndio. Uliweka siku gani ya kuadhimisha kufufuka kwake? 6:3 Warumi. Sunday haijawekwa kufufuka kwa Yesu kwa Biblia. Asoma 6:3. 6:3. Inasema hivi. Inasemaje?
katika 6:3 kitabu ni cha Warumi. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulifanyaje? Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Maliza. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tunende katika upya wa uzima. Kumbe kuadhimisha kufufuka kwa Yesu ni wakati umebatizwa. Sawa? Sawa. Hakuna andiko linasema Sadi ni kuadhimisha kufufuka kwa Yesu. Hayo maneno Bishop alikwambia kwa Biblia hakuna. Inapatikana wapi? Chukua katekisimu ukurasa wa 133. Hiyo alikwambia ni ya katekisimu. Inaitwa dogma, mapokeo, sio Biblia. Sawa? Sawa. Haya, soma katekisimu. Ukurasa wa 33. 133 inasemaje? Iweke kitakatifu siku ya Mungu. Katika Agano la Kale Mungu aliitenga siku ya saba iwe siku ya mapumziko kwa mwanadamu kama vile yeye mwenyewe alivyopumzika siku ya saba. Ilikuwa siku maalumu ya mwanadamu kusali na kumwabudu. Maliza. Na kumwabudu Mungu. Katika Agano Jipya siku ya Bwana ilibadilishwa ikawa na kuwa siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma, kwa sababu Yesu alifufuka katika wafu siku hiyo. Sikia. Kumbe katika sehemu ndio nasema Sade tunaadhimisha kufufuka kwa Yesu, sio Biblia. Kati ya Biblia na katika sehemu tufuate nini? Bible. Kwa hivyo kuanzia leo utakuwa unapumzika siku gani? Saturday. Basi Mungu akubariki. Swali hii ni sasa. Umesema kwamba itafika wakati hii dunia yote itasema siku ya kuabudu ni Sunday. Si ndivyo umesema? Ndio. Nao wanaenda Saturday, itakuwaje? Watapitia hali ya mateso. Ndio Mungu anasema kama siku hizo hazitafupishwa hageokoka mtu hata mmoja. Kwa hivyo Yesu atafupisha, atarudi kwa haraka iwezekanavyo. Wakati utaona sheria hiyo imewekwa ya dunia, Yesu atakuja mara moja. Sawa. Haya, Mungu akubariki. Si lazima uwe ati SDA ati uende hapo. Hata hapa tukitafuta mahali tuanze kupumzika hapa Sabath na tunafuata ukweli wa Biblia, Mungu anatuhesabu sisi ni watu wake. Kwa hivyo si lazima tuende mahali fulani hapo, hata kama ni chini ya mti. Bora mkubali ukweli. Sabath ikiwa ndani, biguni na wahesabu watu wangu. Haya, kuna mwingine na swali? Kuna mtu alikuwa anaitaka. Sasa najua sisi watu tunaelewa Kiswahili. When tunasema tarehe moshi ni tarehe ya kwanza, Jumamosi ni siku ya kwanza, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Ijumaa hapo. Ijumaa ndio inakuja siku ya saba. Inakuaje tena Jumamosi ndio siku ya saba? Na nataka nikuulize swali. Juma ni siku? Juma ni kama siku kulingana na Kiswahili. Juma ni wiki mzima. Siku haitwi Juma. Kwa hivyo ukiagio hivyo ati Jumamosi ni siku ya kwanza haingii. Maana itakuwa ni juma la kwanza. Maana Juma mosi, sawa, mosi tukubali ni moja na Juma. Kwa hivyo iwezi kuwa ni siku ya kwanza, labda iseme siku ikuwe siku ya wiki ya kwanza. Kwa mujibu wa Biblia, siku ya kwanza ni Sunday. Kwa mujibu wa Biblia. Lakini wale wanataka kupinda na hiyo Kiswahili hiyo. Kiswahili sinakwambia taingii. Maana juma ni juma mzima siku saba. Hata jina langu ni Juma. Kwa hivyo tukiagi kwa Kiswahili iingii. Maana Jumamosi juma la kwanza, Jumapili juma la pili, Jumatatu juma la tatu. Lakini tukija katika ile muktadha wa Biblia, Jumamosi haina haja, haigiani na ile Kiswahili. Sunday ndio inaitwa Jumapili, ndio ya kwanza. Hadi unakasikia katika simu inasema walibadilisha ikawa Jumapili siku ya kwanza ya juma. Kwa hivyo siku ya kwanza ya juma ni Jumapili kwa mujibu wa ukweli wa Biblia. Na kwa Kiswahili Jumapili ni siku ya pili. Ni hivyo Jumapili 1. Kwa hivyo kwa mujibu wa Mungu hata hajaita Sunday ama Saturday, anaita 1 2 3. Wale waliopea majina ndio wakapea Sunday, wakapea siku ya kwanza siku wanaabudu jua, ndio wakaita Sunday, siku ya jua. Unaona Sunday siku ya jua. Iko hivyo, wamepea sahari. Unaona Asante. Sasa kuna madam ameuliza swali.
Wachungaji wetu wanajua hiyo, wanajua. Na ukitaka kuwabadilisha pia, sababu kweli tumeupata, unaweza fanya aje? Sasa hawa wachungaji kulingana na Biblia, hebu nipe Wathesalonike wa pili 2:10. Watu ambao wanakataa kweli, Mungu anawaongezea uongo wapotee. Mtu ambaye Mungu anaokoa ni mtu ako na nafasi ya kukubali ukweli. Unaona, mtu ambaye anapinga ukweli kwa uongo, Mungu amlazimishi. Kubali hiyo uongo upotee. Soma andiko usikie. Inasema, na katika madanganyo yote ya udhalimu, katika madanganyo yote ya udhalimu, kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli, wapate kuokolewa. Kwa hivyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu, wauamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Unaona, sasa wachungaji wa Saburio watapotea tu, na watapoteza hata watu wao, maana hawako tayari kusimama kwa ukweli. Unaweza pata wanatumia maandiko kivingine ndio watetee hiyo sandi. Unaona, yani anapiduanisha maandiko juu chini ndio atetee sandi. Lakini hawezi kwenda hivyo straight nimeenda. Ndio Biblia inasema katika nyaraka za Paulo kuna watu ambao wanapotosha maandiko ya Paulo kama wanavyopotoa maandiko mengine. Kwa hivyo usifikirie hata hawatatoa maandiko. Lakini yale maandiko watatoa itakuwa nje ya kile tunazungumzia. Kwa mfano kuna andiko linasemaga Wakolosai 2:16. Mtu asiwahukumu nyinyi katika vyakula, vinywaji, mwanadamu wa mwezi, sikukuu au sabato. Sasa wengine wanasema si unaona? Mungu anasema usituhukumu kwa sabato. Lakini hilo andiko alizungumzia hiyo sabato tunazungumzia saa hii. Kulikuwa na sabato ambazo wakati wanachinja ile buzi ilikuwa inaitwa Pasaka. Walikuwa wanafanya hiyo wiki mzima hiyo ibada. Siku ya kwanza ilikuwa ni sabato. Ya kumaliza ilikuwa ni sabato. Kwa hivyo hizo sabato zilikuwa ni kivuli. Wakati Yesu alisulubiwa msalabani zilikoma. Kwa hivyo na kulikuwa na vinywaji na vitu za kukula wakati wanafanya hiyo. Sasa hiyo mtu asituhukumu kwayo. Lakini hii ya 7 hiyo haikuwa kivuli. Hiyo iko na inaendelea mpaka Yesu arudi. Kwa hivyo unachunga ile maandiko wanatumia kukudanganya. Maana hata sema mimi ni muongo, atatumia maandiko lakini kivingine. Kwa hivyo wewe ile kitu unafanya ni kuwaacha wale wanakubali muende nao. Wale wanakataa unawaacha tu. Wewe unahubiria wapi? Mimi nakaa Nakuru. Kwa hivyo nimekuja. Hata saa hii nimepigiwa simu niende nianze mkutano Kitale. Nilikuwa nihubiri hapa Nairobi kwa wiki 2. Lakini sasa sitaweza. Sasa kesho naelekea Kitale bado. Unaona Lakini ile kitu ambayo unaweza fanya, tunaweza kuandika namba za simu kwa wale watu watakubali. Alafu niongee na watu kadhaa wako hapa Nairobi. Alafu tutafute mahali mtakuwa mnakusanyika mkiwa nyote. Maana mimi niko bali, si ati ya kwamba kwa sababu niko bali hakuna watu wa Mungu hapa. Tuko pamoja Kwa hivyo tunaweza andika majina, alafu na mimi nitapea wale watu watawapigia, alafu waongoze mahali mtaenda. Sawa Kama hapa juu. Unaona hapa juu kuna mahali, hapa juu hapa. Hapa hapo kwa chifu hapo kuna community hall. Unaona hiyo community hall? Social hall hiyo. Siku ya Sabato kuna kundi liko hapo. Wakati nilihubiri hapo juu, wote walioamini walienda hapo. Kwa hivyo hata wako hapo. Ukienda utawapata hapo. Kwa hivyo enda hapo utapata kundi la Mungu hapo. Community hall. Saturday utapata hapo kuna watu. Wakati kutafunguliwa hii corona. Enda hapo, ukienda hapo mbinguni utaenda. Usifuate watu. Mungu akubariki dada yangu. Haya. Karisi. Una jambo la kusema? Karibu. Mimi ni kuongeza maoni kidogo tu hapa, kwa sababu hayo mafundisho mimi nimekuwa nikiyafundisha hapa. Kwa kawaida mimi huwa nafundisha na nikifundisha wengi wanapokea, lakini kuna pigamizi ya wale wanakuaga. Wengi leo wamesikia ile mafundisho ambao nimekuwa nikifundisha hapa, wamelisikia ni kweli. Sasa katika kufundisha kwangu niliambia watu wasiwe wanaingia Facebook peke yake kuongea na marafiki, wawe wanafuata mwalimu. Mwalimu ninamfuata, na kwa kawaida yale ambayo tumeyasikia hapa mimi hufanya research. Google iko na unaangalia mambo kama hayo mwefundisho ya Vatican. Kama tungekuwa na muda mrefu zaidi, mwalimu angewafundisha zaidi, kwa sababu kuna mambo mingi isipokuwa time ni kidogo hairuhusu.
ambapo hata ukienda Vatican utakuta kuna stairs za dhahabu 12, ambapo wewe ukienda kutubu unaenda kama umepiga magoti, na ukifika hapo ndio unakuta kiti cha enzi cha Pope mwenyewe. Wacha muone, ndio msifikiria ati ni mambo natoka kwa akili yangu tu. Kwa kawaida mimi mwalimu hatukuwa tumejuana, tulijuania hapa. Na hii mambo mingi nilikuwa hata mimi nimefundishwa. Wacha tuone. Kanaisha moto. Kanaisha. Kama tukosea sana. Kanaisha. Okay. Nilikuwa na hiyo video. Okay. Hiyo video kuna mtu alienda tu na akachukua video. Uone vile watu wanaenda wanapiga magoti, wanapanda hizo stairs mpaka mpate ufike kwa Pope. Kuna mambo mengi sana ambao hatuja kafa leo. Kuna vile unaonaga Pope mtu akifika kwake ana kiss pete yake ya kidole. Hiyo kuna maana fulani, na nafikiri mwalimu ukipata nafasi nyingine ukuje mapema na ukuje tufanye study mambo hayo kwa kina. Tumeshukuru sana na tunakukaribisha katika eneo hili. Asante sana, na umepotea sana, ingawa mimi huwa na kufollow kwa Facebook yako. Asante. Thank you very much. Mungu awabariki ndugu zangu, tunawapenda sana. Hata kama hatuko na nyinyi kimwili, tunakuwaga na nyinyi kiroho. Tunawaombea sana. Ile kitu ambaye tuko kibarua tuko nayo ni kizito, maana tunahitajika pade mingi. Kwa hivyo wakati tunapata nafasi, hapa tumeona kuna nafasi mzuri. Kwa hivyo tutatafuta muda tuweze kuwa na wakati mzuri wa kujifundisha neno. Sawa? Mungu awabariki. Wacha tuombe. Baba wetu wa mbinguni, kupitia kwa jina la Yesu tunasema ni asanti. Umetupa muda mzuri ambao tumeweza kujadili neno lako kupitia kwenye maandiko matakatifu. Wengi wamekubali na wameamini. Tunaomba Roho wako Mtakatifu aendelee kuwafuatilia, akiwafundisha mengi ambaye hatukuweza kuwafundisha kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu. Tunaomba kila mmoja ambaye yako hapa asije akapotea, na wale ambao wanasikiliza kupitia kwenye njia za mtandao pia nao Bwana uweze kuwaandaa kwa ajili ya ufalme wako. Tunaomba magonjwa haya ambaye yamekuja kwa sababu ya kutengenezwa na wanaotumika na shetani, Bwana yasije akatudhuru. Tulinde na ututunze, tuendelee kuliinua jina lako. Bariki wao pamoja na kazi ya mikono yao pamoja na nyumba zao. Tuandae zote kwa ajili ya ufalme wako, kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Mungu awabariki, muwe na wakati mwema.